Kama hakuna mawasiliano, tambua hakuna upendo. Kama hakuna upendo, haina haja ya kuendelea kuwa kwenye mahusiano. Karibu kwenye ulimwengu wa simulizi za mapenzi. Tunaendelea na simulizi yetu ya Chozi la Usaliti. Mwandishi ni mimi MSI. Ukiwa na muda wa kutosha, niite mfalme wa simulizi za mapenzi. Kumbuka, hii ni sehemu ya 4. Eliza alikuwa amenikumbatia haswa. Kumbato lake lilifanya nihisi raha. Nilijihisi nipo kwenye ulimwengu wa peke yangu. Nadhani sio rahisi kunielewa, lakini Ramos mimi nilijiona ni mtu maalumu mno. Mapenzi. Mapenzi yalikuwa yameingia kwa kasi sana kwenye akili yangu. Muda huo hakuna nilichokuwa nawaza zaidi ya kufanya mapenzi. Nilikuwa natamani kuonja tunda hili, tunda ambalo nimesikia simulizi nyingi kulihusu. Wengi walikuwa wanasema utamu wake hauna mfano. Kionja mara moja, kamwe huwezi kuridhika. Utatamani kuonja tena na tena na tena. Kwa uoga uliokuwa umeambatana na wasiwasi, nilizungusha mikono yangu na kushika kiuno cha Eliza. Eliza aliacha miguno kwa sauti ya chini mno. Sauti ambayo ilizidi kuteka masikio yangu na kusisimua mwili wangu. Kichwani nilikuwa nawaza nini kinafuata baada ya kumshika kiuno. Nikiwa kwenye lindi la mawazo, mara ghafla sauti ya baba yangu ilisikika. Sauti ambayo ilifanya nihisi uoga na kutelekeza kila kitu nilichokuwa nafanya. Kisha niliamua kutimua mbio. Ijapokuwa Eliza aliniita, lakini hata sikugeuza shingo kutazama nyuma. Nilizidi kuongeza kasi. Laiti ungeniona, ungehisi labda nipo kwenye mashindano ya kukimbia. Kwa ule mwendo nilipopita nyumbani, misiri ya gari ambayo haina breki kwenye mteremko. Nikuibie siri, nilikuwa namuogopa sana baba yangu. Aisee, huyu mzee wangu alikuwa mkali. Na sio mkali tu, alikuwa anajua kupiga. Ukijichanganya utakula ngumi, makofi, bila kusahau utakula viboko mpaka matako yatatamani kuongea tena kwa sauti ya chini. Nilikimbia kwa dakika za kutosha kuja kushituka nipo mbali kabisa na nyumbani. Nilishusha pumzi na kuzungusha macho huku na kule. Niliogopa, maana hakuna nilichokiona zaidi ya giza. Giza ambalo lilikuwa linasindikizwa na sauti ya vyura. Sauti hizi zilikuwa zinarindima misiri ya maji kwenye mtungi. Unajua, hata nilishangaa niliwezaje kukimbia umbali ule wote pasipo kuanguka. Kwenda ilikuwa rahisi, shida ilikuja wakati wa kurudi. Mbele ni kwa sipauni, nyuma ndio kabisa palikuwa hapaonekani. Nilitembea na kutembea, lakini sikufika nyumbani. Hapo wasiwasi ulizidi, huku uoga ukiongezeka. Sijui hata ilikuwa saa ngapi, lakini nakwambia muda ule kulikuwa na utulivu wa kuogopesha. Hata sauti za vyura zilizokuwa zinanipa kampani nazo zilipotea kabisa. Nilibaki mimi na giza, nikiwa napambana na safari ambayo ilikuwa na mwanzo, ila mwisho ulikuwa haujulikani. Baada ya kutembea sana, nilihisi kuchoka. Nilitafuta sehemu na kujituliza, huku nikiwa natetemeka kwa uoga. Sijui hata ilikuwaje, nilipitiwa na usingizi pale pale nikiwa nimekaa. Nilikuja kushituka baada ya kusikia ndege wakiimba kwa furaha. Ndege hawa walikuwa wanaimba kwa furaha kuikaribisha siku mpya. Kufumbua macho, kumbe tayari kulikuwa kumekucha. Nilishangaa kujikuta nimezingirwa na nyasi. Nyasi hizi zilikuwa zinanitazama
huku zikiyumba mdogo mdogo kama mlevi wa gongo. Kwa uvivu nilinyanyuka na kuangaza huku na kule. Hakuna nilichokiona zaidi ya miti ambayo ilikuwa inazongwa na nyasi. Lo, nilijiuliza japo kwa sauti ya chini, hapa ni wapi? Lakini sikupata jibu. Taratibu nilianza kutembea, ingawa nilikuwa sijui hata naenda wapi, maana hata njia ya kwenda nyumbani nilikuwa sioni. Nilitembea na kutembea. Baada ya kama nusu saa ndio nilianza kutambua maeneo niliyokuwepo. Hapo nilikaza mwendo. Tumaini lilianza kurudi, huku furaha ikichomoza kwenye uso wangu. Ingawa nilijua nitakula fimbo nyingi, lakini angalau mwenda kwao sio mtumwa. Baada ya kutembea sana, hatimaye niliwasili nyumbani. Nyumbani ambapo nilipokelewa na ukimya. Ukimya ambao ulishtua moyo wangu na kunishangaza. Bahati nzuri mlango ulikuwa wazi, lakini dalili zilikuwa zinaonekana hakuna mtu yoyote. Niliingia ndani. Taratibu nilipiga hatua kuelekea chumbani kwangu. Nilishituka baada ya kupita karibu na chumba cha wazazi wangu. Nilikutana na kufuri likiwa linanitazama kwa mshangao, nami nililikodolea macho huku nikijiuliza maswali mengi pasipokuwa na majibu. Kwa vile ilikuwa Jumatatu, nilijiandaa haraka ili niwahi shuleni, maana nilijua kama wazazi watarudi na kunikuta sijaenda shule, nitakuwa nimeongeza kosa lingine. Ingawa nilikuwa nimechelewa sana, lakini niliona bora nipigwe shuleni kuliko kipigo cha nyumbani. Nilitembea haraka huku nikijaribu kutunga uongo kama nitakutana na mwalimu basi niweze kudanganya. Ile siku ilikuwa nzuri sana kwangu, maana nilikuta wanafunzi wengi wakiwa nje wanafyeka. Ilivyo bahati kwangu, sikuona mwalimu yoyote nje. Taratibu nilinyosha njia mpaka darasani. Kufika darasani, nilikuta wanafunzi wakiwa busy wakipiga kelele. Si unajua tena shule zetu za watu wa hali ya chini. Unaweza kuingia darasani saa 2 asubuhi, lakini mpaka unatoka saa 8 mchana unaweza usimuone mwalimu yoyote akiingia kufundisha. Sijui miaka hii hali ikoje, lakini miaka yetu ilikuwa kawaida mno kurudi nyumbani pasipo kusoma somo lolote. Nilishukuru baada ya kukaa kwenye kiti changu, ila nilikuwa nimechoka. Taratibu nilizungusha macho kumtafuta rafiki yangu Mauridi, ila sikumuona. Nilitazama huku na kule, huku nikiwa na shangaa misiri ya kuku mgeni. Mara macho yangu yalitua kwa Amina ambaye alikuwa busy anafuta ubao. Lo, alikuwa na tako. Kadiri alivyokuwa anajitikisa, mimi hoi kwa mawazo. Huu ni Ulimwengu wa Simulizi za Mapenzi, MSI, na tia nukta kwa leo. Tukutane tena kunako sehemu ya 5. Chao.